Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Asante sana. Kabla sijasema yangu machache tu, ningependa kujulisha kanisa ya kwamba vile tumefika hapa asubuhi ya leo, tumepata report kutoka bunge la Senate ya kwamba kunao mmoja wetu Senator wa Baringo, naitwa Mheshimiwa William Cheptumo, ambaye ni Mkristo mshiriki wa kanisa la AIC. Yeye ni mzee wa kanisa hapo AIC Lang'ata, ametuacha. Ni mzee ambaye ni rafiki, mzee ametulia. Ule wakati ambao tulikuwa tumevamiwa na shifters upande wa Mudha last year na wakaua watu wetu, mzee Cheptumo ndiye amekuwa chairman wa security committee katika bunge la Senate, na vile alienda kumulilia kuhusu yale ambayo yalikuwa yamefanyika huko Mudha, hakuharibu wakati. Alitafuta jinsi ya kamati yote ya bunge ya Senate kwenda kule na kutuliza hali. Tulienda na yeye na akafariji watu wetu, na pia najua mzee Cheptumo pia ni rafiki ya familia ya His Excellency Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo ningeomba tu kwa heshima zote sisi wote tusimame dakika moja tu, we observe a minute of silence in honor of Senator Cheptumo. Can get seated. Thank you. So having said that, mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi tena kurudi huku Full Gospel Churches of Kenya, Mwingi Township. Mimi sio mara yangu ya pili, nimekuwa katika hii kanisa siku kadhaa huku ni nyumbani. Anajua wana Caxton na the praise and worship team tuko maneno na nyinyi. Tutaonana nyuma attend after this, tujipange tu itakuwa namna gani. Ya pili, jana nimepata report kutoka Nairobi. Excellent, nilipigiwa simu jana nikaambiwa Ruto anakuja huku Kitui, sherehe za madaraka. Sasa nikauliza mwenye kunipigia, unanipigia nifanye nini? What do you want me to do? Akasema anataka ujue tu. Akasema sawa basi, nimejua. Baadaye nikaona ningetumana ujumbe, lakini kwa sababu nilikuwa nimepatwa unawares sikupeana ujumbe. But I know one thing, kwa sababu tuko hapa na His Excellency,
kuna watu wako hapa na si wewe, kuna watu wako hapa wametumwa kuja kusikiza tunasema nini, warudishe ripoti kule. Sasa ile ripoti nataka nipatiane kama kiongozi wa kaunti ya Kitui, ni kusema ya kwamba Kitui ni Kenya. Wageni ambao wataka kuja Kitui wakuje, hata sisi tutaenda mahali ingine. Ruto aende ambiwe maneno mawili tu kutoka huku Kitui. Kama atakuja Kitui, kitu ya kwanza akifika hapa asitukane sisi. Asitukane sisi na asitukane mtu yoyote akiwa kwa mchanga ya Kitui. Sisi watu wa Kitui ni watu tumetulia. Akuje tu na heshima, kama kuna heshima akuje na heshima, shughuli zake amalize na arudi. Hatutaki matusi hapa Kitui. Ile ametukana juzi akiwa kule Garissa imetosha. Mesema sisi hatuwezi tuka advise anyone on anything concerning livestock. Sisi ni watu wakulima wa ndengu, hatuwezi tukapatiana advice yeyote kwa Mkenya yeyote kuhusu vaccination ya animals. In which case then I'm advising as a senator of Kitui County, then when it comes to the vaccination of animals, livestock, zile madawa ma GMOs wanataka kudunga hapa Kitui, msikuje, kwa sababu huku hakuna ng'ombe na hakuna mbuzi. Huku ni ndengu tu iko huku. Si hapo ni sawa? Kama anataka kusaidia sisi, atuletee dawa ya ndengu, atuletee mbengu ya ndengu. Na ile siku atafika, I want to promise him, Mr. President, ile siku utafika huku, we will serve you ndengu. Hiyo tutakupikia, sababu sisi tunapanda ndengu huku. Ya pili, kama president atakuja huku, tafadhali asitudanganye. Sawa sawa? Asikuje kutudanganya, sisi hatutaki kudanganywa. Asikuje kutuambia ati nimetenga, nimepanga. Wewe ukitenga na ukipanga, ile siku utafanya tutaona. Usituambie umepanga nini, hiyo wacha. Tuambie ile umefanya, na hata hakuna haja kutuambia, tutaona. The only thing that we know as a people of Kitui, that this administration has done. Saa ile Ruto alikalia kiti cha urais, kulikuwa na barabara inatoka huko Kibwezi inakuja kushikanisha hapa Mbondoni. Hiyo barabara saa ile Ruto alikuwa anachukua uongozi, the contractor was on site, alikuwa anafanya kazi. Kuingia kwa ofisi tu hivi, barabara imesimamia kwa siku. Contractor amerudi China. The only thing that the president can come and tell us about that road, before he comes, contractor arudi site, barabara iendelee kujengwa, na hata akifika hakuna haja ya kutuambia anajenga, tutakuwa tumefanya nini? Tunaona. Maneno ya nitaleta pesa, nitaleta contractor, nitajenga barabara, hiyo hatutaki. Nikimalizia, kuna kitu moja, huyo mzee akifika hapa, kama atakuja, if he wants to retire a little honorably, ni afike huku na aambie watu wa Kitui na Kenya akiwa Kitui ya kwamba yeye amesikiliza, ameona, na maandishi ambayo amesomewa na wanaotafsiri maandishi ni kama inasema menemene tekel, ufalme umeisha. Kwa hivyo aambie watu wa Kenya kutoka Kitui ya kwamba yeye mwenyewe on the 10th of August 2027, kama Mungu atatufikisha huko, yeye mwenyewe
atapigia Kalonzo Musyoka kura kuwa president wa Jamhuri ya Kenya. Sasa hapo akifanya hivyo, hapo tunaweza kubaliana na yeye. Hii nyingine achani nayo. His Excellency, on the matter of the African Union and what happened yesterday, colleagues, my very humble appeal to us is that is now water under the bridge. Wameenda kule, imekuwa vile imekuwa, sasa lazima warudi nyumbani. The most honorable thing to do is for Raila Amolo Odinga, mzee ambaye ukweli wa Mungu usemwe, hapo nyuma amepigania haki za Wakenya. Mahali imefika sasa, aseme tu, His Excellency, mimi maneno yangu nimejaribu kule, imeshindikana. Wewe vile nimekuachia na umeendelea vizuri, wewe endelea na sisi tuko nyuma yako. And that is possible. That is very possible. Mimi kuna vitu ambavyo siwezi kusema hapa, lakini I know that is very possible. Kwa sababu tunajua, na watu wasemea hapa, tunajua kuna mambo ambao Ruto angefanya Raila akuwe elected chairman, lakini alikataa kufanya. Walienda pale DRC, wakaenda kuombanisha watu bure. Yani, how do you go to fight with voters 2 weeks into an election? Unaenda pale unasumbuana na Kagame, unaenda pale unasumbuana na Suluhu, unasumbuana pale na Tshisekedi. How do you expect those people wakusikize ili unataka wafanyie? So iko maneno lilifanyika pale ambao kwa maoni yangu mimi mwenyewe, because I also have a mind, if the president played good politics, Raila perhaps would have become chairman. Lakini sababu yeye alienda akamchezea shere tu nini akitaka kura za watu wa kule Nyanza. Tunataka tuambie watu wa Nyanza, kiongozi wenyu ambaye amesimama na nyinyi siku zote hizi, kukiwa ni kubaya na ni kuzuri, ni Kalonzo Musyoka. Tusimame na yeye na Kenya yetu tusimame na yeye. We make him the president so that he can save this country. With those many remarks, I thank you and God bless you. Thank you, Senator. Mheshimiwa Kisio, simama hivi, wave. Wewe ni former MCA ya huku. Kembo, simama, wave.